Migori untie. Moriega. Leo kweli mumefurika. Asanteni kwa kuja kwa wingi. Wangapi wako tayari kusimama na baba? Wangapi? Hii ni wakati wa kujitolea. Tusitishwe na hawa serikali bandia. Tuseme siku ya kuingia dunia ni moja na siku ya kutoka ni moja. Tujitolee, tukomboe nchi yetu. Ukumbuke ya kwamba wale wanaanza na wizi wanamaliza na nini? Na wizi. Serikali badia ilianza na wizi wa kura. Baba akapata milioni 8.1, wakapata milioni 5.9. Chebukati akawafanyia jambo, wakatangazwa. Tukaenda mahakama ya Supreme Court. Hiyo mahakama nayo ikakosa kusimama na haki. Lakini wakati huu tumefika kwa koti ya mwisho na ndio ya wananchi. Tulimaliza na Chebukati, tulimaliza na Supreme Court. Ile koti imebaki chini ya katiba ni koti ya mwananchi wa kawaida. Wewe mwananchi, wewe ndio uko na nguvu kikatiba. Mambo ikifika mahali imefika, uamuzi ni wako. Hiyo mahakama ni mwananchi anaipatia nguvu. Bunge ni mwananchi anaipatia nini? Hata serikali, na sio serikali bandia, ni mwananchi anaipatia nini? Hayo mashirika yote ikikosa kufanya kazi vile inatakikana kwa kikatiba, mwananchi anaweza tumia nguvu zake bila kutumana. Wakati umefika, mwananchi asitume wabunge, mwananchi asitume koti na asitume serikali bandia. Ni wakati wa mwananchi kuona ya kwamba Kenya imo mikononi ya wale wanaweza kujali maslahi ya wananchi. Serikali bandia ilipoanza na wizi, waliendelea na wizi. Kulikuwa na pesa ya food subsidy, pesa ya kuleta bei ya unga chini. Hiyo pesa ilikuwa kwa bajeti, tulikuwa tumeikagua na baba na tulikuwa tukiona iko na ni ya kutosha ya kulisha wa Kenya. Bado hiyo pesa iko, lakini hatuioni imeenda wapi? Kwa mifuko ya watu. Kulikuwa na pesa ya matibabu, ikawa kwa bajeti na baba akawaambia hiyo pesa itakuwa ya baba care. Pesa ya baba care imeenda wapi? Kulikuwa na pesa ya kusaidia watoto wetu wasome bila malipo, msasi asije akataabika. Na tulikagua bajeti na baba na wataalam, tukaona iko pesa ya kutosha. Kutoka Januari mwaka huu, msasi asiitishwe pesa. Tunakuuliza mwenye serikali bandia, pesa yetu iko wapi? Pesa yetu iko wapi? Mwananchi Mkenya, mimi nataka kukuambia, hii si vita ya kinara wetu Raila Amolo Odinga. Hii si vita ya Azimio. Hii ni vita ya mwananchi Mkenya. Anauliza, je, pesa yangu iko wapi? Pesa ya kuteremusha gharama ya maisha ndivyo niweze kununua unga iko wapi? Kwa nini nilale njaa pesa yangu ikiwa imechukuliwa na majambazi? Kwa nini nife nikikosa dawa pesa yangu ikiwa mfuko wa majambazi? Kwa nini mtoto wangu akose kusoma pesa yangu ikiwa mfuko wa majambazi? Kama Wakenya lazima tuseme enough is enough. Hii ni saa yetu ya kuambia serikali bandia, mjiondoe wenyewe au wananchi wamuondoe.
na msitustishe. Wewe polisi uko na shida tu kama hawa wananchi. Hakuna Asanti. Halo. Hakuna unga ya polisi ya bei nafuu. Unga ile polisi ananunua ni kama ile mwananchi anafanya nini? Pesa ya polisi ya matibabu imeharibika. Sasa hawapati matibabu vile walikuwa wanapata. Wewe ofisa uko na shida kama hawa wananchi. Wacha tukutetee wewe ofisa, wacha tukutetee. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Hii ni wakati wa kujitolea. Hata wewe uko pembe zote za security agency, mimi najua uko na tabu ndugu yangu, dada yangu. Wacha tukutetee, wewe ni Mkenya kama sisi. Ukiona Mkenya mwenzako, wewe msalimie. Kwako ruhusa tumejipatia kikatiba. Usipoondoka, onyo kali kwa William Ruto. Ukigusa hawa wananchi, ujue utangojewa kule Hague. Utangojewa kule Hague. Na wewe askari, usipotoshwe upelekwe Hague na mtu ambaye ashaenda Hague. Ujue, asante, hiyo nimekubali. Ya mwisho, nikimalizia, nataka kukumbusha Wakenya ya kwamba watoto walichomwa kwa kanisa Kiambaa. Washahidi wengi waliuawa. Hatujaweza kujua ni nani sababu mashahidi wote walimalizika. Lakini tunatoa onyo kwa serikali bandia. Wakenya hawatasimama maovu ya kitawala. Ukifikiria utatuua zote, wewe mwenyewe ndio utakuwa taabuni. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Nikimalizia, wawache kuita Kioni huko kwa Supreme Court. Mimi mwenyewe nimetaja mara nyingi tulishinda, na ni kweli tulishinda. Kama wewe unaamini hatukushinda, fungua 7. 7 ndio msema kweli. Na kama unataka Kioni afike mahakama kuu, andika jina yangu kama wakili wake hata kabla sijafika huko. Niko na maswali ya kuuliza hiyo mahakama, na hakuna jaji hata moja ako na miaka yangu ya kisheria. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu. Ya mwisho, kuongea na kila Mkenya, sijali chama yako ni gani, sababu hata wale walipigia hiyo serikali bandia kura leo hii walia. Mimi nakwambia, hii ni safari yetu ya kipekee ya kuokoa nchi yetu isisambaratike. Ukiona serikali inatumia pesa wakati wananchi wanakufa njaa, hao si watu wanafikiria vizuri. Ukiona serikali
inakula pesa ya maji wakati wa kiangazi, uelewe hao si watu wako na akili timamu. Na muomba nyote tushikane nyuma ya baba Raila Amolo Odinga. Hii ni siku yetu, tutakomboa nchi yetu na tutakomboa Kenya kiuchumi. Indeed, he must go. He must go. Yes. Asante. Asante. Sasa bila kupoteza wakati, wacha niite kinara wangu